Hosana, Hosana, tumwimbie Hosana, 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 haleluya, Hosana. Jameni, kama tungejua mapenzi ya Mungu, wengi wetu wangekuwa mbali. Tungejua mapenzi ya Mungu, wengi wetu wangekuwa wamefunguliwa. Tungejua mapenzi ya Bwana, wengi wetu wangekuwa wamepona. Paulo anatusii, anatuambia na wasihi jameni, kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu, tutoe miili yetu iwe dhabihu, iwe dhabihu, iwe dhabihu, ndiposa tujue mapenzi ya Bwana. Bwana anakugoja, amekugoja siku nyingi, akiuliza tu, mbona huyu mtu hataki kujua mapenzi yako? Na mtu asiyejua mapenzi ya Bwana hujipeleka mwenyewe. Ni kama ile mbuzi ambayo inajipeleka katika zizi, haina mchungaji. Kristo wakati alipojua amewaacha wanafunzi 12, alijua amewaacha tu hawana mchungaji. Akawaambia, nendeni Yerusalemu, mukakae huko, mjifungie huko. Siku ile mchungaji ataja, mtatoka hapo mkaeneze Injili, mukaponye wagonjwa, mukanene kwa haki na ukweli. Ndipo walipokaa pale mpaka mchungaji akaja siku ya 12, akawa Roho Mtakatifu akawaongoza, wakajua mapenzi ya Mungu. Tunasoma katika kitabu cha Acts of Apostles vile walivyokuwa na vile walivyopendana, walivyoshikana kwa mapenzi ya Mungu. Ni sababu ilikuwa mapenzi ya Mungu. Bwana akawashukia, wakawa mawajasiri, wakateka maroho, wakafungua wengi, wakaweza hata kufufua. Leo hii una kipaji kizuri, lakini hutaki kwenda mbele za Mungu uwe dhabihu. Wengi wana vipawa vilivyo vikuu sana, hata kuliko huyu mchungaji anayenena, lakini hawana time ya kuwa sacrifice ya Mwenyezi Mungu. They don't have time. They don't have time. Hawana nafasi, hawana